Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Are you looking forward to have an amazing spa day? Sony Dance Barber Salon and Spa offers haircut services, pedicure, manicure services, facials, nails, braiding, weaving, dreadlock retouch, ear piercing, and makeup services. We are located at Kasarani Majimazuri Stage, Kiambu Kirigiti next to the stadium, and Thome Maroroi bypass. For more information, call us on 0715 646 358. Are you looking for someone to cover your special occasion? Look no more. High Heights Productions we offer live streaming services, wedding coverage, burial coverage, music and video production, documentary shoots, photo shoots, event organization, and graphic designs. High Heights Production, we serve you the best. Barabara kabisa mpenzi mtazamaji popote ulipo, Ijumaa ya tarehe 17 mwezi wa Juni mwaka 2022. Siku ya leo mtazamaji, tuna mengi kutoka nyuga zote mbalimbali za michezo, si soka, si riadha, si raga, si ulengaji wa shabaha na michezo mbalimbali. Na leo hii mtazamaji, tutazungumzia ushindi wa Tusker FC, maana ndio mabingwa wa ligi kuu ya humu nchini kwa mara ya 13 sasa. Kwa hivyo wao na AFC Leopards sasa wameshinda ligi hiyo kwa mara ya 13 mpenzi mtazamaji. Kadhalika tutaangazia michuano mbalimbali ya ligi mbalimbali Ulaya, na kadhalika tutaangazia michuano ya dimba ama kombe la dunia kuanzia Novemba mtazamaji. Kwa hivyo anaye kukaribisha katika makala ya siku ya leo ni mie wako wa siku zote, kijana mkomavu kispoti, Kaka Tomo Gega. Una nafasi ya kutagusana nasi katika mitandao yetu ya kijamii ni Sky Cable TV Kenya kote kote, CFB, IG, Twitter na YouTube. Sasa hivi tuko mbashara. Mie ni Kaka Tomo Gega katika mtandao wangu wa FB. Jirushe kule, ututumie ujumbe wako, tuambie unafuatilia makala ya Mishemishe Viwanjani leo hii ukiwa kupi. Ndio mwanzo mkoko unaalika maua kama mkao wa subra, tukufahamishe, tukujulishe na tukujuze ni yapi yaliomo kutoka viwanja vyote hapa nchini Kenya na ulimwenguni kote. Studioni kama kawaida ninaye Lamek, muite Prince Lamek huyu. Lamek Prince. Kwa hiyo msalimie mtazamaji wetu leo hii, utuambie unalipi ambalo umetuandalia katika Mishemishe Viwanjani siku ya leo. Mpenzi mtazamaji popote ulipo, natumai ubuheri wa afya. Na hivi leo kama kawaida tumekuandalia mengi kabisa katika Mishemishe Viwanjani. Tukiangazia African Cup of Nation qualifiers ambayo ilikuwa inachezwa, UEFA Nation League pia ambayo ilikuwa inachezwa, na pia tutakuwa tunaangazia vile ligi ya humu nchini ilivyotamatika. Alafu pia tutakuwa tunaangazia dozi za uhamisho na pia mipango tu za maandalizi ya kombe la dunia. Maana wanasema Sadio Mane amekwisha tu kule Ujerumani. Hayo tutakuwa tunaambia mtazamaji tu. Kompany ameingia kule Burnley kama mkufunzi. Maana Kompany tunamkumbuka sana akiwa City wakati ule. Captain wa Man City pale miaka kwa hiyo mtazamaji, mambo ndo kama hayo. Naambiwa kwamba siku zote nahodha mtaka chombo si mjinga wa safari. Ndo mwanzo mkoko unaalika maua, kwa hiyo safiri nasi. Lamek, mitandaoni wakupate vipi? Mitandaoni Facebook, Twitter, Instagram na YouTube, jina ni moja tu. Unatafuta tu Lamek Prince mtakuwa umenipata hapo hivyo. Kwa hiyo wakusake mitandaoni angalau watakupata.
watakupata. Watanipata. Kwa hiyo moja kwa moja mtazamaji, tunaanza na masuala ya ligi kuu ya humu nchini kwa maana ya KPL msimu wa 2000 bao mawili kwa sufuri. Ilikuwa ni Posta Rangers ama ni Posta Rangers. Naam, kwa hiyo walishinda mechi ile, na labda kabla tupate ile video Lamek, Tusker walikuwa chini ya Kakamega Homeboys. Wametoka mbali na wametokea kwamba ndo mabingwa wa ligi. Unawazungumzia vipi Tusker? Tusker kwanza tunawapa kongole na hongera sana kwa kushinda ligi ikiwa ni mara ya 13. Manake hii ligi ilipoanza tuliona Kakamega Homeboys wakiwa hapo kileleni na Tusker walikuwa chini yao na wakajaribu sana. Ligi kienda kuisha tukaona ni Tusker ambao waliibuka washindi, ingawaje waliibuka washindi na alama sawia na Homeboys, lakini utofauti wa mabao ndio uliweka katika nafasi ile ya kutawazwa washindi wa ligi. Ukiangalia kitu ambayo ilisaidia Tusker ni ile kuwa na that consistency. Walikuwa na ule msururu wa matokeo mazuri. Hawakutaka kushindwa, walidumisha ushindi. Vile walikuwa wanakaribia kwa Homeboys, walikuwa na ile lengo moja tu, waweze kushinda mechi zao za kila wakati. Ili kuleta ile nafasi ya pointi kati yao na Homeboys ikue kidogo, na mwishowe walifanikiwa. Alafu upande mwingine unaweza angalia kuwa Tusker walishinda hii ligi kwa sababu Homeboys walilegea. Mechi ambazo walifaa washinde walikuwa wanapoteza ama wanatoka sare, ambayo ili wakost dakika ya mwisho na wakaweza kupoteza taji ambalo wangekuwa wanashinda mara yao ya kwanza. Walicheza Man City lakini hawakuwa na bahati maana walisuasua dakika za mwisho wakapoteza ile nafasi ya kushinda ligi. Kwa hiyo tupate video yetu ya kwanza, Tusker wakiwa katika uwanja wa Ruaraka hapa jijini Nairobi. Ilikuwa ni Jumapili iliyopita wakati walipotawazwa kuwa mabingwa wa ligi hiyo. Na mtazamaji, ni Tusker hao katika uwanja wa Ruaraka wakisakata mechi yao ya mwisho, na mechi ambayo Lamek waliishinda mabao mawili kwa nunge. Na kule uwanja wa Mumias, mechi ambayo ilikuwa isakatwe baina ya Kakamega Homeboys na Kariobangi Sharks haikuchezwa. Sababu ilikuwa ni Kariobangi Sharks hawakuonekana uwanjani. Haya ni masaibu ambayo yamekuwa yakikumba timu za humu nchini Kenya. Yaani unapata kwamba timu inashiriki katika ligi ya humu nchini, lakini unapata kwamba haina senti za kutosha kusafiri. Unazungumziaje tukio hili kwa ujumla? Maana ilikuwa ni mechi sakatwe lakini hawakufika uwanjani. Ni tukio ambalo linaghadhabisha sana. Ukiangalia kuwa
inafaa muende mcheze, lakini hamwendi kucheza. Manake hamna zile mbinu ambazo zitaweza kuwafikisha uwanjani kucheza. Unajua ligi ikianza lazima kila timu inakuanga imewekewa tuseme imewekewa ni measures ambazo zinasema ukitaka kushiriki ligi lazima uwe na kiwango fulani cha pesa. Kuna ule kutathmini timu ambazo zinaingia katika ligi. Na tunaona msimu ukianza timu nyingi zimeonyesha ziko na uwezo ambao zitashiriki mechi zake zote msimu kisha. Lakini msimu ukiendelea kuenda hivyo tunaona timu nyingi zinaanza kusema hazina pesa, hazina vitu zingine. Sasa unajua hapo inakuwa ni kuharibu mchezo, manake pointi za alama za bure zinapeanwa kwa wengine, kwa maana hamjaweza kufika uwanjani na si kitu mzuri. Sasa ingekuwa bora kabla msimu uanze tunaangalia uwezo wa timu ambayo iko na uwezo iruhusiwe kucheza. Kama huna uwezo wa kucheza mechi zako zote msimu ukiisha, hamna haja uharibu wakati kurejistiwa kucheza ligi na utacheza mechi zote. Naam, kwa hiyo tuangalie ubora wa timu. Iwapo timu haina uwezo wa kujisimamia, basi hamna haja ikaingia kwenye ligi hiyo. Na Lamek Matano amekuwa ni kocha ambaye amekuwa ni bora, na siri yake hatuijui. Maana amekuwa akitia fora sana katika ligi ya humu nchini, na alikuwa na machache ya kuzungumza baada ya ushindi ule wa Jumapili iliyopita wakiwa Ruaraka. Kwa hivyo tumsikize, na labda ana siri mbona anashinda mara nyingi. Kwa hivyo tumsikize Matano wewe. The secret was because players are new in the team, and also they did know my philosophy. They did know the pressure about Tusker. They did know came from small teams, and they don't know the pressure of the Premier League, and also the pressure of Tusker, how the champion plays. So it took time, some while, to gel, also to understand what I want from them and how they can play for the big team like Tusker, and those demands and the pressure. So I just continue talking to them. It's myself, me alone, I had the hope that will turn out. But the rest, everybody, from the management, from some players, they didn't believe it. But I told them we'll catch up. It's very nice. For myself, it's 4. For Tusker, 13. I'm happy. The season was been quite tough. Yes. Where and how did you manage to do a comeback and get to Yeah, one thing in life, what you cannot buy is experience. Yeah, you cannot buy experience, also success. But through my experience, I knew things sometimes is down. Although the football, its own dynamics. You have to know how to handle it and come out strong. We started low, and we have a lot of matches, Continental Champions League, and also we got new players. They came late. We didn't train together, so they didn't gel in time, and that's why we started with a very low pace. Na mtazamaji, mambo mazuri zaidi. Mishemishe Viwanjani huyo, muite ni Robert Matano huyo, kocha wa timu ya Tusker FC, na mwelekezi wetu tutatuchezea video ya Tusker wakituzwa tukiendelea na mazungumzo yetu. Na Lamek, ukiangalia Tusker inasemekana kwamba ule ufadhili ambao wanaupata kutoka kwa unajua Tusker ni vileo wale. Yaani wanasema kwamba wao wana ufadhili wa siku zote, ndio maana wanatia fora. Labda unazungumziaje hilo? Sababu ya ushindi wao ni ule ufadhili, ama labda kuna kujituma? Unajua ukiwa na yule mfadhili mzuri, hautakuwa na sababu yote usitoe matokeo mazuri. Manake sendi zipo, kani za kufanya kununua wachezaji, utapata kununua wachezaji. Kani kutafuta kochi, utatafuta yule kocha ambaye ni mzuri. Ndio manake Matano yupo hapo Tusker, maana ni kocha mzuri. Pesa zipo. Alafu pia ukiwa katika klabu ambayo iko na mdhamini mzuri, itamaanisha kuwa utakuwa na zile shida zote za kifedha. Manake utakuwa unaenda mechi zako zote, usafiri utakuwa unafanywa, na pia wachezaji pia watakuwa motivated kucheza mpira, manake wanajua
mwisho wa siku watakuwa wanalipwa pesa, na pesa ndio kitu ambacho motivate players wengi wakiwa uwanjani. Na labda Lamek, tumeona kwamba msimu huu umekuwa ni msimu ambao ni mgumu sana kwa timu nyingi za ligi kuu ya humu nchini Kenya. Labda tutarajie kipi katika msimu unaokuja? Maana anajua sasa kuna timu zile ambazo zitaenda kutafuta ule ufadhili, watafanya usajili wa wachezaji. Tutarajie kipi, ama ni kipi ambacho ungependa labda timu nyingi zifanye angalau ndo kuboresha hali zao ambazo wamekuwa nazo katika msimu ambao tumeuhitimisha wiki iliyopita? Timu nyingi msimu unapoanza ni kujipanga tu mapema, manake ukijipanga vizuri utakuwa na msururu wa matokeo mazuri, na hii upangaji mzuri unaanzia katika kununua wachezaji wazuri. Pia inashirikisha kutafuta wale promoters na wale sponsors wazuri ambao watakuwa wanafanya kuwa timu haziwezi kosa kifedha ambazo zitakuwa zinawasaidia run activities zao za kila siku. Na pia ni ligi tu, wale ambao wanaofficiate ligi ya Kenya pia wakiwa serious kidogo, waonyeshe ule ukamavu na waonyeshe kuwa ligi itakuwa ni ligi ambayo si ya... Tutamalizia baadaye, utatupa jedwali angalau tuone ni ambavyo timu tokea katika jedwali, lakini tumalize tu kwa video ile ambayo Tusker FC walituzwa katika uwanja wa Ruaraka baada ya kushinda mabao 2-1 na wakatawazwa mabingwa wa ligi hiyo kwa mara ya 13, na kumbuka kwamba ndio hao mabingwa watetezi. Kwa hiyo labda tukiendelea, tupe jedwali ambavyo ilivyokuwa katika msimu ambao umepita wa 2021-2022 katika ligi hiyo. Nambari 1 katika jedwali kama kawaida ni Tusker ambaye alitawazwa kuwa mshindi. Alikuwa na alama 66. Alikuwa amekabana na Kakamega Homeboys ambaye pia alikuwa na alama zile za 66, lakini tofauti ilikuwa ni ile goal difference ambapo wingi wa mabao ambapo Tusker alikuwa na goal difference ya 25, alafu Kakamega Homeboys alikuwa na goal difference ya 21, ambayo ni idadi ya mabao 8 ambayo itawaza Tusker kushinda ligi. Alafu Gor Mahia alikuwa katika nafasi ya 3 akiwa na alama 58. Ni ambao soka nchini Kenya wamekuwa nambari 3 wamejaribu. Alafu kulikuwa na Bandari hapa alikuwa katika nafasi ya nambari 4 akiwa na alama 57. City Stars alikuwa nambari 5 akiwa na alama 52. Alafu FC Leopards alikuwa alama ya 6 na alama 49 hapo hivyo, akiwa ameshikana kona yule KCB ambaye alikuwa katika hiyo nafasi. Alafu pia Sofapaka pia hapa hivi katika alama ya 6, 7 na 8 kulikuwa na zile point ambazo zilikuwa sawia, wote walikuwa na alama 49. Nambari 9 alikuwa Police alikuwa na alama 77. Sasa Polisi ndio waliocheza na Tusker, maana tulikosea tukasema ni Coastal Rangers, kwa hivyo tuiradhi sana mtazamaji, walikuwa ni Police FC wakicheza na Tusker uwanjani Ruaraka jijini Nairobi. Nambari 10 alikuwa Kariobangi Sharks akiwa na alama 45. Posta Rangers alikuwa nambari 11 akiwa na alama 44, akitoshana na Talanta wakiwa na alama sawia za 44. Ulinzi Stars alikuwa nazo 43. Alafu Nzoia Sugar alikuwa nazo 37. Bidco United alikuwa nazo 36. Alafu waliofunga mkia kule chini 3 ambao zilikatwa kwenye ligi ni Wazito ambao walikuwa nazo 34, Vihiga kule walikuwa na 27, kisha Mathare walikuwa nazo alama 11. Naam. Ndivyo mambo yalivyokuwa katika ligi kuu ya humu nchini mtazamaji. Kwa hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa, na labda tunatarajia makubwa kutoka ligi hiyo msimu ujao, licha ya kwamba wanasema kwamba Kenya hii tuna mambo mengi ambayo yanapaswa kufanywa. Angalau labda mageuzi, tuite mageuzi katika ligi ya humu nchini Kenya, ndo angalau mchezo wa soka ile ladha yake basi irejee rasmi katika mchezo wa soka. Kwa hivyo tukiachana na masuala ya mchezo wa kandanda, basi tunaingia moja kwa moja katika mchezo wa riadha, na tutamwangazia Umanyala ambaye alipoteza Lamek. Katika kipindi chetu ambacho kilipita wiki iliyopita tulimwangazia akishinda zile mbio za mita 100, lakini baadaye alipoteza katika mita za
200. Kwa hivyo tupate ile video na baadaye tutazungumza machache kuhusiana na mashindano ambayo yalifanyika kule Mauritania weekend iliyopita. C'est parti donc au numéro 5, Ferdinand Omanyala, qui va travailler tranquillement sa course à l'entame du dernier virage avec Tebogo et Ogo comme annoncé. Alors en pleine ligne droite, Omanyala pour l'instant laisse faire devant Tebogo. Tebogo va s'imposer donc et au couloir numéro 3, il y a Matadi. Tebogo, le Botswanais devant Matadi et puis Ferdinand Omanyala qui laisse faire devant Omanyala qui ne s'est pas employé pratiquement pas du tout. Regardez là, il est déjà en retard sur Tebogo et que Matadi en bleu au numéro 3, le Libérien, regarde Omanyala. Donc Tebogo, le Botswanais, c'est bon. Omanyala ne fait pas l'effort pour revenir sur Matadi. Probablement, on le verra au niveau du chrono, mais en ce qui concerne les 2 premières places, c'est Tebogo, le Botswanais, sans fioriture, qui gagne devant Matadi, Omanyala. Et puis on retrouve Khalifi, 4e. Omanyala ici, moins puissant qu'aux 100 mètres, mais je pense là qu'il économise énormément Ferdinand Omanyala. Donc pas besoin, c'est une série et il y a la demi-finale qui arrive, donc nullement besoin de se défoncer. Na mtazamaji mwite Omanyala huyo akikimbia mbio za mita 200 lakini alipoteza, na mbio hizi mtazamaji zilifanyika kule Mauritius na wala sio Mauritania ambavyo tulikuambia awali, kwa hivyo tuiradhi. Na Lamek Omanyala alishinda katika mbio za mita 100 lakini mita 200 akapoteza. Labda sababu ilikuwa gani na aliteleza kupi, ama ni kule kujiona kuwa bora ndio maana akateleza? Bwana, si unajua Omanyala hapa nchini Kenya tunamjua ni mtu wa 100 meters. Hizo 200 meters ni alikuwa anajaribu tu, si zake. Na pia siku zote si lazima uko mshindi, kuna wale ambao wanafanya bora kukushinda, na ukiamka mara moja si ati inamaanisha utaanguka siku zote. Manake yeye alikuwa tu kumfungua macho aweze kujua ni wapi ambapo amekosea, ndio akikuja kufanya mazoezi aweze kutia fora na kutia bidii, na pia aweze kupewa maelekezo na wale ambao wanajua, ndio wakati mwingine akienda kushiriki zile mbio za mita 200 aibuke mshindi. Kwa hiyo ilikuwa kujifunza tu, kujifunza maana ilikuwa ndo mara yake ya kwanza tu. Mara nyingi tumemzoea katika mbio za mita 100 na amekuwa kitia fora sana katika mbio hizo mtazamaji. Kwa hivyo ni mashindano ambayo yalikamilika kule ya Mauritius weekend iliyopita. Yalikuwa ni mashindano ya African Senior Championship yaliyofanyika kule Mauritius. Na tukiachana na hayo mtazamaji, kabla tukwende mapumzikoni, tuangazie Lamek ulengaji shabaha. Wanasema kwamba ni shooting ile, ulengaji shabaha, na ukasema kwamba hiyo michezo hujakukiona kwa muda, lakini michezo ambayo imekuwepo kwa muda mrefu, kwa hiyo si jambo geni huko nchini Kenya. Mashindano yatafanyika weekend hii kuanzia hiyo kesho kule maeneo ya Samburu. Yatafanyika na mataifa zaidi ya 15 yatashiriki katika mashindano hayo. Kwa hiyo maandalizi yanaendelea, ni mashindano ambayo yataanza hiyo kesho Jumamosi na yatafanyika vile vile siku ya Jumapili. Kwa hivyo tutazame kwa kiduchu tu maandalizi ambavyo yanaendelea kule, baadaye tutajadili mawili matatu mtazamaji.
My name is Colonel Retired Joseph Kamari. I am the range manager of Shaba Sports Shooting Range. Here today we are continuing with the preparations for the range. The African International Sports Practical Shooting Championship is here with us. That is IPSC is here with us. The sport is slated for 18th and 19th of June. That is next week. And we expect a number of countries to come in. This is an African Sports Shooting Championship that we are hosting for the first time. It's a honor for the country, for Kenya, to host this kind of a sport. So far, this is a regional match that is for Africa, and that's why it is called Africa Level 3 Sports Shooting match. We expect all African countries to come in, 106 countries from Africa to take part in this competition. But what we have seen from the registration is that we have countries from America, we have countries from Europe, we have countries from Asia too coming. So far, about 15 countries have actually shown interest to attend. The registration is still on. Na mtazamaji, ndo hayo ni mashindano ya ulengaji shabaha ya Kenya Open Level 3 yatakayofanyika kule maeneo ya Shaba Range Samburu, na mataifa zaidi ya 15 yamethibitisha kwamba yatashiriki katika mashindano hayo. Lamek, waziri wa michezo Bi Amina Mohamed atakuwa katika ufunguzi wa mashindano hayo hiyo kesho. Na labda kuandaliwa kwa mashindano haya humu nchini Kenya kutakuwa na faida gani kwa taifa la Kenya, na haswa katika kaunti ya Samburu yatakapofanyika mashindano haya? Kuna faida mingi michezo kama hizi zikiandaliwa maeneo fulani. Kwanza kabisa watu wa Samburu wataweza kujulikana sana, manake mchezo umeletwa huko kwao. Watu wengi unajua hata hatujaifika Samburu, lakini vile hiyo mchezo imekuwa Samburu, tutapata nafasi ya kwenda Samburu tuweze kutazama na kuenjoy mambo ambayo yako Samburu. Na pia inasaidia Kenya, manake hii ni mchezo ambayo watu wengi kama sisi hatuko tunaijua, lakini venye imeletwa Samburu unaona sasa tumeweza kuijua juu imeletwa nyumbani. Sasa inasaidia, kumekuwa na data awareness, tumejua hiyo mchezo ina exist, na pia tunaweza kujua Samburu pia. Alafu pia kutakuwa na wale wachezaji ambao wataweza kupata ile nafasi ya kwenda kushiriki moja kwa moja katika huo mchezo, manake imekuwa karibu na nyumbani kwao. Alafu pia watu watakuwa wana generate pesa. Unajua mchezo kidogo hiyo ni pesa. Kuna faida ile ya mgeni njoo mwenyeji haponi. Lakini la amekaa mashindano si mageni, maana amekuepo, ni licha kwamba hatujayafuatilia mara nyingi, yamekuepo na Kenya imekuwa ikitia fora. Nakumbuka timu ya taifa ya mashindano ya ulengaji shabaha, kuna wamo walienda kule Afrika ya Kusini na wakafanya vizuri sana. Kwa hivyo ni mashindano ambayo yamekuepo kwa muda mrefu, si yanaanza sasa. Kwa hivyo ni michezo ambayo labda Wakenya wanapaswa kuivalia njuga na washiriki kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo mtazamaji, ni mashindano ambayo yataandaliwa hiyo kesho na siku ya Jumapili kule maeneo ya Samburu. Ni mashindano ya ulengaji shabaha, ama ukipenda ni Kenya Open Level 3 Shotgun Championship ambayo yatafanyika weekendi. Na kwa taarifa hiyo basi tunakwenda mapumzikoni, maana unaambiwa kwamba tumemla mbuzi mzima, ambacho kimesalia ni mkia. Tukirejea katika sehemu ya pili ya makala ya Mishemishe Viwanjani, basi tutaangazia taarifa kutoka anga za mataifa. Tutakukumbusha kitakachofanyika katika kombe la dunia itakapofika mwezi Novemba kule nchini Qatar, na taarifa nyingine ambazo zimesalia katika kikapu chetu cha Mishemishe Viwanjani. Kwa hiyo tunazusha pumzi, tunarejea muda usiokuwa mrefu, sikwende mbali. Are you looking forward to have an amazing spa day? Sony Dance Barber Salon and Spa offers haircut services, pedicure, manicure services, facials, nails, braiding, weaving, dreadlock retouch, ear piercing, and makeup services.
We are located at Kasarani Majumazuri stage, Kiambu Kirigiti next to the stadium, and Thome Maroroi bypass. For more information, call us on 0715 646 358. Are you looking for someone to cover your special occasion? Look no more. High Heights Productions we offer live streaming services, wedding coverage, burial coverage, music and video production, documentary shoots, photo shoots, event organization, and graphic designs. High Heights Production, we serve you the best. Mtazamaji, kama ndo mwanzo basi unakiwasha kiwambo chako na unashtuka unakiona nini, basi makala hewani ni Mishemishe Viwanjani, moja kwa moja kutoka hapa Sky Cable TV Kenya, tukikuletea taarifa mbalimbali za michezo ya aina yoyote ile. Maadamu ni michezo, basi hapa ndiko taarifa kemkem za spoti. Mitandao yetu ya kijamii, kumbuka kwamba iwazi kwa ajili yako wewe. Ingia kule FB ni Sky Cable TV Kenya, IG ni Sky Cable TV Kenya, Twitter @Sky Cable TV Kenya, YouTube ni Sky Cable TV Kenya, na tupo mbashara sasa hivi katika mitandao yote hiyo. Mie ni Kaka Tomo Gega, nifuatilie kule. Na Lamek, najua kwamba wengi wanafuatilia makala na sitaki tuhukumiwe eti mbona hatusomi arafa zao. Kwa hivyo zipitie 2-3 kabla tuzame. Kuna watu hapa ambao wako wengi wamejaja wanatuma arafa za kwao kule Facebook. Na tunakuwa nikizipitia. Kuna yule Anointed Yusin Mwangi anasema well tuned from Turkey, sijui ni Turkey wapi, lakini sio sako tuned ni sawa. Ako Turkey wewe? Anasema hivyo. Kuna Mdibrauni Newton anasema in. Kuna Maina Wakaduri anasema ndani, na kuna Waingwa wa Widare anasema in. Alafu kuna huyu Rose de Praise anasema ndani sana. Hao ndio nimeona wakiwa ndani, na wale ambao pia wanatamani urafa zao zisome ni wewe kutuma tu hapa hivi, nami nitakuwa nikizisoma muda si mrefu. Na mambo mazuri kweli kweli mtazamaji. Na taarifa nyingine Lamek ambayo tutaizamia sasa hivi, tutaangazia ile michuano ya Africa Cup of Nations. Na kuna ile michuano ambayo ilisakatwa katikati ya wiki. Labda uangazie kwa kiduchu tu kabla tukwe milima hadi kule Ulaya. Naam, kuna mechi ambazo zilikuwa zinachezwa kuanzia Jumapili, Jumatatu, Jumanne hapo hivyo za African Cup of Nation qualifiers, ambapo kulikuwa na vimbwanga na kulikuwa na maajabu ya kushtabia. Manake nasikia kuna mtu alikuwa amezapa mabao 10. Allah. Lakini msiulize ni nani, maana yake nitakuwa nikiwaarifu polepole hapa hivi. Siku ya Jumatatu Equatorial Guinea ilikuwa inacheza na Libya, na ambapo Equatorial Guinea iliweza kushinda ile mechi kwa 2-0. Estonia ilikuwa inacheza siku ya Jumanne na Eswatini ambayo ni Lesotho ambayo tulikuwa tumezoea. Ni Lesotho ama ni Swaziland. Ilikuwa inacheza na Burkina Faso, ambapo Eswatini iliweza kutandikwa bao 3-1. Zambia ilikuwa inacheza na Comoros siku ya Jumanne tarehe 7, ambapo Zambia iliweza kushinda 2-1. Cape Verde iliweza kuitandika Togo mabao 2-0. Alafu Rwanda iliweza kutandikwa 1-0 na Senegal. Alafu Nigeria iliweza kuitandika Sao Tome mabao 10-0. Alafu kulikuwa na Kongo ambaye iliweza kuishinda Gambia 1-0. Alafu Tanzania waliweza kutandikwa 2-1. Kwa hiyo Nigeria waliwahi wanyonge wale. Maana Lesotho si timu ambayo imekuwa ikitia fora katika mchezo wa soka. Nadhani ni sawia na Kenya yetu hii. Kwa hiyo licha ya kwamba walitwangwa, lakini si neno. Na awamu ambayo itakayofuata Lamek, michuano na juu itaandaliwa ni Septemba. Kwenda kule mwezi wa Septemba. Kwa hiyo ndio hiyo
samahani mtazamaji, ndio hiyo matokeo ya AFCON, michuano ya kufuzu katika dimba la mabingwa barani Afrika, michuano ambayo itaandaliwa mwaka ujao kule Ivory Coast, Afrika ya Magharibi kule mtazamaji. Kwa hiyo nami tukiachana na Afrika, basi tuangazie ile michuano ya UEFA Nations League ambayo UEFA Nations League nayo pia ilikuwa ya kushangaza. Naam. Manake nasikia kuna nchi ambayo inaitwa Hungary imekuwa na hasira sana. Imekuwa ni moto wa kuotea mbali. Inaweza kutandika tu matimu hapo hivyo na iliweza kuitandika Uingereza 4 kwa yai. Kwa yai, alafu kulikuwa na ile mechi ya kusisimua kati ya miamba wa Italia na wa Ujerumani ambapo Ujerumani iliweza kuwatandika mabao 5 kwa mawili. Naam. Na zingine acha kuna Ukraine pia walisakata na Ireland wakatoka sare ya 1-1. Poland wakacheza na Belgium wakawashinda, ama Belgium wakashinda kwa 1-0. Ni michuano ambayo ilisakatwa Jumanne ya tarehe 14 Juni. Michuano mingine ni ipi hiyo? Kwa hiyo mtazamaji, tukiendelea kufuatilia michuano ya UEFA Nations League, Lamek kombe la dunia linakuja kuanzia Novemba tarehe 18 kule, tarehe 11 Novemba mwaka huu hadi tarehe 18 Disemba. Kwa hivyo gumzo letu kuu leo hii ni kuangazia ambavyo jedwali lipo na michuano ambavyo itasakatwa, michuano ya kwanza na mambo mengine mbalimbali. Kwa hiyo kabla tuzame kwa undani zaidi, kuna vile viwanja ambavyo vitatumika katika michuano hiyo kule nchini Qatar. Na mtazamaji, tumekuandalia baadhi tu ya vile viwanja, kwa hivyo tutizame kwa kiduchu. Ni takriban viwanja 6 ama 8. Ni 6 na 6. Kwa hiyo basi tutizame, tukirejea tutakufahamisha ambavyo makundi yamepangwa. Usikwende mbali. stadium ambazo zitatumika katika mashindano ya kombe la dunia kuanzia tarehe 11 mwezi Novemba mwaka huu hadi tarehe 18 Disemba. Na Lamek sasa
orodha ni ipo yote sasa, maana imekamilika sasa, timu zote zimepangwa. Na labda kwa wepesi tupitie majedwali ambavyo yamepangwa ama makundi ya labda utupeleke nayo, utusomee labda makundi hayo ambavyo yamepangwa. Tutaangazia timu za kutoka hapa barani Afrika. Naam, ni makundi yamegawanyishwa hapa hivi makundi. Na mwelekezi wetu nadhani ana hilo jedwali, kwa hivyo atatuwekea makundi 8. Naam. Na kila kundi liko na timu 4. Na kundi A ama A lina mwenyeji Qatar ambaye atakuwa aki hold hizo World Cup. Kuna Ecuador, kuna Senegal, alafu kuna Netherlands katika hiyo group A. Group B kuna Uingereza, kuna Iran, kuna United States na kuna Wales ambao pia walijikatia tiketi yao wa kuungana na wenzao ambao walikuwa washakwisha jikatia tiketi yao. Kundi C kuna Argentina, kuna Saudi Arabia, kuna Mexico, alafu kuna mwisho hapo Poland. Group D kuna Ufaransa, kuna Australia ambaye ni mgeni pia, Denmark na Tunisia. Group E kuna Spain, Costa Rica ambaye ni mgeni pia, Germany na Japan. Kundi F Belgium, kuna Canada, kuna Morocco, kisha kuna Croatia. Group G kuna Brazil, kuna Serbia, kuna Switzerland na kuna Cameroon. Alafu kundi la mwisho naona kuna Ureno ambao ni Portugal, kuna Ghana kutoka barani Afrika, kuna Uruguay na kuna Korea, taifa la Korea Republic na Alamek. Tukiangazia mataifa ya barani Afrika, ukiangalia hilo kundi la mwisho ambalo ni kundi H ama H, kuna Ghana. Kuna Ghana ambaye ni mwenyeji wa Afrika. Naam. Unazungumziaje Ghana? Maana kuna Ureno, na Ureno tunafahamu ya kwamba ni timu na nusu, taifa ambalo lina wachezaji ambao ni mawiji. Kwa hivyo tutaangalia tuipe Ghana nafasi gani hapo? Hapa hivi kwanza hili kundi timu ambayo inaogopewa sana, najua watu wengi wanafikiria ni Portugal, lakini timu ambayo inaogopewa sana katika hili kundi acha niwaambie ni Uruguay. Manake Marekani ukiangalia Portugal katika hiyo nafasi, Portugal akiwa katika kundi lolote hajawahi shinda akicheza dhidi ya timu ambayo inatoka South America, ambayo sasa hiyo hapo tutakuwa tunapea Uruguay zile pointi 3 za Portugal. Alafu ukiangalia Uruguay na Ghana kuna ile historia ambayo ilitufanya tulie zile miaka za hapo awali, anaitwa Samuel na Luis Suarez. Wengi ambao wanazaliwa zile wakati wanajua kitu ambacho kilifanyika, ambapo Ghana iliweza kunyimwa nafasi ya kuingia katika semifinali. Kunyimwa, walipoteza wenyewe. Manake Suarez aliona ikiachilia watakuwa wanaenda huko, lakini wakapewa penalty wakapoteza. Alafu hapa hivi sasa vita itakuwa tu nafasi ya kwanza na ya pili. Mimi hapa kwa hii kundi nitaipea ni Uruguay na Portugal. Ghana na Korea watapigania nafasi. Ghana umewatimua. Sioni kama kuna ile ni pressure na ile uwezo ya kusumbua hizi timu za Uruguay na Portugal. Na mkiangalia kundi la A ama A, kuna Senegal kule, kuna Qatar, kuna Ecuador na kuna Netherlands. Senegal unaipa nafasi gani katika kundi? Hapa Senegal itapenya. Mwana ama tu. Hapa itapenya. Hapa kuna pressure. Ina nafasi nzuri hapo. Hapa pressure tunawekea hapa Qatar na Ecuador wanapigania nafasi ya 3 na ya mwisho na Uholanzi kwa maana ya Netherlands ni wakali sana. Ukiangalia hivi majuzi zenye wanacheza ni timu ambayo imeamka, wamepata mkufunzi mgeni ambaye alikuwa akichapa shughuli yake pale Manchester, Louis van Gaal, ambaye amesisimua hiyo timu sasa inacheza vizuri na inaendeleza tu msururu mzuri wa matokeo, ambapo tunatarajia waendelee na huu msururu katika kombe la dunia pia. Na kuna kundi G ama G kwa maana kuna Brazil, kuna Serbia, kuna Switzerland na kuna Cameroon, na timu ya kutoka barani Afrika pia. Cameroon wana nafasi kweli ya kupenya kutoka kundi hilo, maana kuna Brazil, ukiangalia kuna Serbia na Switzerland. Hii ni kundi ambalo nafasi ya Cameroon iko finyu kabisa, manake Brazil na Switzerland na Serbia wote ni ambao wanacheza vizuri. Lakini itategemea tu mwisho wa siku jinsi ambavyo watakuwa wamejipanga. Wakijipanga vizuri wanaweza penya, manake soka si
haichezwi kwa picha tu, inachezwa uwanjani, mpira pia udunda, na pia inalingana venye wamejipanga. Lakini hapa shida kubwa ya Cameroon itakuwa ni Brazil. Maana yake Brazil hapa hivi hao ndio tishio kubwa kwa ile tishio kubwa. Na ukiangalia kwenye kundi lipi ile kundi la D, kuna France, kuna Australia, kuna Denmark na kuna Tunisia, Waarabu hao kutoka barani Afrika. Tunisia wana nafasi kweli kupenya kutoka kundi hilo la D? Kuna nafasi, lakini tishio kubwa linakuja hapo kiona Ufaransa ambao ni mabingwa watetezi hao. Mabingwa watetezi. Alafu pia ukiangalia Denmark pia ni timu ambayo sasa inacheza vizuri kabisa. Wao watakuwa wakicheza tu pengine kuchukua nafasi ya 3, manake Australia ndio reka yao katika ile kundi. Naam. Kwa hiyo pia ukiangalia kwenye kundi E ama kundi A, kuna Uhispania, kuna Costa Rica, kuna Ujerumani na kuna Japan. Na labda kundi lingine ambalo lina timu kutoka barani Afrika ni kundi lipi? Ni kundi F ambalo lina Morocco na kuna Morocco, kuna Belgium, kuna Canada na kuna Croatia. Naam. Ambalo ni kundi ambalo Croatia ni timu ambayo tunaifahamu sana. Ile wakati ambao walicheza hadi finali, lakini wakashindwa. Naam. Akiwa pale akiongoza timu yake kucheza soka ambayo ilifurahisha wanadada wengi sana ambao walikuwa wanasema wanashabikia Croatia kwa maana ya Luka Modric na rais wao pia alikuwa ni mtu ambaye anapenda soka, anakuja uwanjani, alikuwa mwanamke na timu ambayo haiji ya kwamba iwapo watashinda watafanywa nini. Ninafaidi tu mambo mengi, lakini kitu ambacho kilikuwa kinatufurahisha ni kuwapa pambaje wakiingia uwanjani, ambayo ilikuwa inawamotivate wakacheza hadi finali. Na tuliipenda sana, hata hii msimu pia tutakuwa tumeipenda sana, juu ni timu ambayo ilitufurahisha kivyake. Na katika hili kundi tishio hapa hivi ni Belgium na Croatia. Belgium na Croatia ambazo ndio tishio kubwa hapa hivi. Canada na Morocco, Morocco naiona kwamba najua wazuri, lakini unajua ukiangalia Belgium sasa hivi wanacheza soka ingine ambayo ni tofauti. Alafu ukiangalia kwa hiyo FIFA rankings, Belgium kwanza wamewekwa nambari 2, lakini ukiangalia Morocco hapo karibu, inamaanisha wakiwekwa hiyo nafasi ya 2 inamaanisha ni wakali sana. Na kwa hiyo mataifa ya barani Afrika yamewekwa kwenye makundi ambayo ni mazito mtazamaji, lakini tusubiri tu, naambiwa letu ni jicho na subra, maana ni kuanzia Novemba 21 hadi Disemba 18 kule nchini Qatar, katika viwanja zaidi ya 6 vimekwisha tayarishwa. Kwa hiyo tunasubiria, sisi letu ni kusubiria. Labda tukiachana na mambo ya kombe la dunia la mwaka huu, tunavuka hadi nchini Uingereza, maana jedwali la msimu ujao limekwisha tolewa. Na tuanzie kupi, maana timu mbalimbali zimepangwa kulingana na ambavyo zitacheza. Kwa hivyo mwelekezi wetu ana lile jedwali ambalo ni fixtures la msimu ujao ambao ni 2022 2023 atatuwekea. Na labda tukianza tu tuangalie baadhi ya zile timu ambazo ni kubwa katika zile za kutajika. Na tukiangalia Man City, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Manchester na Chelsea hapo hivyo. Tutakuwa tunaangalia tu mechi zao zile za kwanza 8, na tunaangalia ni kama zitakuwa mzito ama zitakuwa tu ni zile telezi ambazo zitakuwa zikinyakua tu alama msimu kiendelea. Na ukiangalia Man City ambao walikuwa mabingwa wa ligi iliyopita, ufunguzi wao watakuwa wanacheza na West Ham, ambayo itakuwa ni mechi ambayo watakuwa wakicheza ugenini na West Ham. Mechi ya pili watakuwa wanacheza na Bournemouth, alafu mechi ya tatu watakuwa wanacheza na Newcastle wakiwa ugenini, alafu mechi ya 4 watakuwa wanacheza na Crystal Palace, ambayo ni timu ambayo iliwasumbua na season, lakini tunatarajia hii season watakuwa wakifanikisha mambo iwe wazi. Alafu pia kuna ile timu ambayo ilikuwa imepandishwa daraja ambayo inaitwa Nottingham Forest, itakuwa inacheza mechi yake ya 5 ya ufunguzi na Man City. Kisha Aston Villa ambao walifunga msimu na Man City watakuwa wanakutana mechi yao ya 6, kisha watakuwa wanakutana na Tottenham, alafu mwishowe hiyo mechi ya 8 ambayo nimekuwa nikiangazia watakuwa wanakutana na Wolves. Kwa hiyo pia kuna Arsenal, pia mwelekezi wetu ana hilo jedwali, labda atatuwekea. Arsenal pia
ina timu zake ambazo itakutana nazo Lamek. Kwa hiyo hata tuangalie Man City, tuangalie jinsi walivyojipanga kuanzia mwenye alishinda ligi, wa pili, wa tatu, hivyo tukielekea. Naam. Kwa hiyo tuingie kupi sasa? Tunaingia Liverpool, tuangalie mechi zao za kwanza za nane. Kwa hiyo mwelekezi wetu atatuwekea jedwali la Liverpool, natumai analo. Kwa hiyo Liverpool wamepangwa vipi na watacheza na nani na watafungua ligi na mgeni ambaye amepandishwa daraja ambaye ni Fulham wakiwa ugenini. Wacheze na Crystal Palace, wacheze na Manchester United mechi ya 3, kisha wacheze na Bournemouth, Newcastle, Everton, Wolverhampton, kisha wafunge mechi yao ya 8 na Chelsea. Ukiangalia Chelsea nao watafungua na Everton. Pia tuende kwa Chelsea, tuangazie Chelsea pia wao. Alafu wacheze na Tottenham, wacheze na Leeds United, alafu wacheze na Leicester City, Southampton, West Ham, Fulham, kisha Liverpool. Tottenham watakuwa wakifungua mechi yao ya kwanza nyumbani. Pia tuangazie Tottenham. Watakuwa wanacheza na Southampton, kisha wakutane na Chelsea, kisha wakutane na Wolves, alafu wapatanishe na Nottingham Forest, West Ham, Fulham, Man City, kisha Leicester City. Arsenali watakuwa wanafungua mechi yao ikiwa ni London Derby. Watafungua na Crystal Palace, wacheze na Leicester City, wakutane na Bournemouth, wakutane na Fulham, Aston Villa, Manchester United, Everton, alafu mwisho watakuwa wanacheza na Brentford. Kwa hiyo labda tuangalie United, sio? Tuangalie United. Kwa hiyo mwelekezi wetu United watafungua mechi na yule ambaye aliwatandika mabao mengi sana, mabao manne, Brighton. Alafu wacheze na Brentford ambao ni nyuki. Alafu mechi yao ya 3 itakuwa ya kusisimua wakicheza na Liverpool. Alafu wakutane na Southampton, Leicester, kisha Arsenal, Crystal Palace, alafu mwisho watakuwa wanapatana na Leeds katika mechi zao za 8 za kwanza. Na tumeacha nani nje? Maana ni wote tumewataja. Labda tuangazie Man City, maana sidhani kama tulipata jedwali la City. Kwa mwelekezi wetu atatuwekea jedwali mechi ya samani mtazamaji. Mechi ya kwanza ya Man City watasakata na West Ham, kisha watapatana na Bournemouth, watacheza na Newcastle wakiwa kwao Newcastle. Kadhalika watasakata na Crystal Palace nyumbani. Nottingham Forest itakuwa ni mechi nyingine ambayo watakuwa kwao nyumbani, kisha watakuwa na Aston Villa wakiwa kwao Aston Villa. Kadhalika watacheza na Tottenham Hotspur wakiwa kwao nyumbani, na mechi nyingine itawakutanisha wao na Wolves. Mechi ambayo itakuwa ni nyumbani kwa Wolves. Kwa hiyo ni michuano ya Manchester City msimu ujao. Ligi rasimu ishatolewa. Na mechi za kwanza za kila hizo timu ambazo ni kubwa ni mechi ambazo zitakuwa za kusisimua sana, manake ukiangalia Man City wakianza kufungua na West Ham ambayo ni timu ambayo iliwasumbua sana msimu uliopita. Mara ya kwanza ikawatandika, alafu wakaenda sare ya 1-1, pia itakuwa inakupa furaha. Liverpool mechi yao itakuwa yao kati ya Fulham, ambapo Liverpool watakuwa ni timu ambayo kwa misimu minne ikifuatana watakuwa wakicheza na timu ambazo zimekuwa promoted to kutoka Championship wakiingia katika ligi mpya. Chelsea watakuwa wanacheza na Everton, ambapo Chelsea itakuwa inakutanishwa na aliyekuwa mfunzi wao wa kitambo Frank Lampard. Arsenal watakuwa wanacheza na former old boy captain Patrick Vieira Crystal Palace, alafu kisha Tottenham watakuwa wanafungua na Southampton. Kwa hiyo mtazamaji, ni baadhi tu ya yaliyomo kwenye ratiba ama shajara ya ligi kuu ya nchini Uingereza kuanzia msimu ujao ama msimu wa 2022 2023. Msimu utaanza mwezi Agosti, sio? Agosti tarehe 6. Na kwa hiyo tunasubiria mtazamaji, tutaendelea kukufahamisha mengi kuhusiana na ligi hiyo. Na labda yake tunazo dakika chini ya 5. Kwa hiyo labda tuangazie tetesi mbalimbali, nani amekwenda kupi, tukihitimisha makala yetu ya siku ya leo. Na tulivyodokeza awali tukianza, Vincent Kompany amekwisha hatua
kule Burnley, mkufunzi. Alikuwa mkufunzi kule Burnley ambayo ilishushwa daraja. Na tunatarajia atakuwa akionyesha ule ubora wake, manake inatupa taswira mzuri ambao coach wengi wanaanzia chini wakipanda daraja na tutakuwa tunamtazamia. Alafu pia Arsenal pia washafanya ile kitu, timu ambayo ilikuwa inaitwa ni timu ya kungoja lakini ishamsajili mchezaji ambaye ni kiungo ni kiungo attacking midfielder, yani kutoka kule FC Porto ya Portugal ambaye anaitwa kwa hiyo utatufahamisha jina anaitwa ni Fabio Vieira. Lakini si yule Patrick Vieira ambaye tulikuwa tumemzoea, anaitwa Fabio Vieira ambaye ni ako na miaka 21. Na pia tukiangalia Liverpool walikuwa washafanya ile saini ya kuhakikisha kuwa Sadio Mane anagura kutoka Anfield akielekea kule Bayern Munich, na washaelewana kila kitu. Na pia tukiangalia Pogba ambaye ni mchezaji wa Manchester pia anakaribia kwa kasi sana kujiunga na timu yake ya kitambo ya Juventus, na watakuwa tu wakingoja hadi mwezi ukitamatika ndipo aweze kutangazwa rasmi kuwa mchezaji wa Juventus. Na pia tukiangalia Chelsea pia wanamfuatilia karibu beki wa Sevilla ambaye anaitwa Kounde, Mfaransa, ambaye ni wanapigania naye sana na Barcelona. Alafu pia Tottenham pale mwingine wanafanya tu zile signing ambazo zinaweza kusaidia timu yao. Kwanza wameweza kumsign na kiungo wakati kutoka Brighton ambaye anaitwa Bissouma. Anaweza kujiunga nao kirasmi. Alafu pia Gabriel Jesus ambaye ni mchezaji wa Man City. Tetezi zinasema kuwa anakaribia kwa kasi na kwa sana kujiunga na klabu ya Arsenal ambayo inatarajia kulipa kitita cha milioni 50 kwa kuweza kunakili saini yake. Na pia ni Man City wanakaribia sana kumsajili beki Mhispania kutoka Brighton ambaye anaitwa Cucurella, na atakuwa anajaza nafasi ambayo ilikuwa imeachwa hapo hivyo. Kwa hiyo tukimalizia na Mane, nasikia anaelekea zake Bayern Munich kule na mengine mengi mtazamaji. Kwa hiyo ni baadhi tu ya zile tetesi kuhusiana na ununuzi wa wachezaji kutoka timu moja kuelekea nyingine, lakini mengi zaidi tutazidi kukuandalia katika kitivo hiki cha Mishemishe Viwanjani. Tukimalizia labda niangazie jumbe 2-3 Lameke, pia wewe ukiangalia za upande wako kule katika ukurasa wako wa FB. Huku unamwona anaitwa Benson Maina, engineer, ako well represented from Kinangop town. Mwingine anaitwa Charles Kafukafu, pia yupo ndani na wengine wengi mtazamaji. Kwa hiyo muda umetupa kisogo Lamek. Unazo huna? Naona tu Charles Kafukafu anasema tu chunde. Tena akasema hapo President Manaka anafuatilia vizuri. Ni hao tu nimeona juu Benson Maina wa engineer nilikuwa ushamsoma, lakini kwa hiyo neno lako la kumwaga mtazamaji leo hii na kwa ujumla tu tukimalizia kipindi Mishemishe Viwanjani. Kwa ujumla ni kuchukua tu hii fursa kumshukuru mtazamaji wetu popote alipo, manake bila yeye sisi hatuna furaha hapa hivi. Tunafurahia furaha yetu inatoka kwake mtazamaji, na tunapenda sana kusoma zile jumbe zao, na mimi nikutaka tu kuwa wish a very lovely weekend ahead of them. Tupatane wiki ijayo, manake tutakuwa tuna mengi ambayo tutakuwa tunawaletea. Na nafahamishwa kwamba Jumapili hii itakuwa ni siku fulani ya kusherekea kina baba, kwa maana ya Father's Day. Ama unasahau? Siko nimesahau. Nilikuwa nataka tu wewe mwenyewe useme. Haya basi nishasema. Kwa hiyo mtazamaji, naambiwa kwamba kila lililo na mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Kufikia hapo tunahitimisha makala ya Mishemishe Viwanjani. Imekuwa ni fahari yetu kuandamana nawe kwa muda wa dakika 50 ambazo zimekwishaisha. Na basi hatuna la ziada ila kukuaga kwa sasa kwa niaba ya mwelekezi wetu Kaka Fiza. Shukrani jazila kwa kwa mtazamaji ambaye umefuatilia makala yetu. Siku zote naambiwa kwamba mwisho wa kipindi ndio mwanzo wa kipindi kingine.
Kuonana ni majaliwa hadi juma lijalo, akituridhia Karima. Nimekuwa wako Kaka Tom, kijana mkomavu kispoti. Kuwa na wikendi ya kufana michezoni.